Bwana Yesu asifiwe tena, watu wa Mungu. Bado tunaendelea na somo letu ambalo kichwa chake kinasema ushetani katika fungu la 10 au ushetani ndani ya fungu la 10. Kwa nini tunaongea au kwa nini nasema ushetani ndani ya fungu la 10? Ni kwamba watu wameacha vitu vya msingi, wameacha vitu ambavyo vilitakiwa vikazaniwe sana, vishikiliwe sana. Badala yake wamewafundisha sana kushika fungu la 10, wamewafundisha sana kuongelea habari za fungu la 10 na kuimba wimbo wa fungu la 10, ikiwa wameacha mambo ya msingi, ikiwa wameacha jambo la msingi au kitu cha msingi ambacho Mungu alikitazamia sana hicho kuliko fungu la 10. Na ndio maana nasema ushetani katika fungu la 10. Yaani fungu la 10 watu wameshaligeuza, wameshaingiza umo ushetani wao, wameacha kuyafanya yaliyokuwa ya Mungu, yaliyotakiwa ya Mungu, ambayo Mungu aliyataka. Basi wao wameng'ang'ania hicho kifungu cha 10, wameng'ang'ania hilo fungu la 10 kana kwamba yani ukiwa na hilo fungu la 10 basi ndo umemaliza kila kitu. Watu wanatazamishwa hivyo, kwamba mtu anatazamishwa kwamba ukishatoa fungu la 10 basi umemaliza, yani wewe utapata baraka umo. Ukishatoa fungu la 10 Mungu atakupa ulinzi, utapata ulinzi umo. Ukishatoa fungu la 10 yani karibu mambo yako mengi yatakuwa yakienda sawa, kila kona wewe mambo yatakuwa yakienda hivi tu, mambo yakiwa mteremko, mambo yatakuwa safi kila kona kwa sababu umetoa fungu la 10. Nataka nikwambie hapana, na narudia tena kukwambia hapana, sivyo hivyo. Biblia haijasema hivyo na Biblia haikumaanisha hivyo. Biblia haikutaka watu waishi maisha holela alafu waegemee kwenye eneo moja na kipengele kimoja cha kwamba tumetoa fungu la 10 basi tutapata baraka. Nataka nikwambie kama baraka zingekuja hivyo kweli kabisa, kwa kweli zingekuja hivyo, basi kulikuwa hakuna haja ya Mungu kusema atazibariki kazi za mikono yake ya mtu. Yani Mungu atazibariki kazi za mikono ya mtu. Alafu pia hakukuwa na haja ya Mungu kusema ya kwamba asiyefanya kazi na asile, yani mtu mvivu asiyefanya kazi na asile. Manake nini? Manake kumbe baraka ili zije ni lazima upambane kweli kweli, ni lazima uache uvivu, ni lazima usiwe mvivu, uwe mtu unayefanya kazi sana, ndipo baraka za Mungu zitakujia. Lakini hii waliotuambia wahubiri, mitume, manabii, wachungaji ya kwamba ukitoa fungu la 10 kwa uaminifu, ukiwa mwaminifu kwenye fungu la 10 basi maisha yatakuendea vizuri, baraka zitakujia, zitamwagika hata apata kuwa na mahali pa kuweka. Mtu wa Mungu, tulitakiwa kuwa na uelewa sahihi wa mahali hapa wa kipengele hiki. Nitaenda kukusomea katika ile Mika 6 na ule mstari nitaanzia wa 6. Nataka nikwambie ujue Mungu alikuwa anataka nini hasa. Ujue makusudi ya Mungu pamoja na kuagiza yani kufanya hivi, lakini makusudi ya Mungu makubwa ilikuwa ni kitu gani? Kitu ambacho hicho wenda ukikifanya sana, baraka za Mungu zaweza kuwa na wewe sana, lakini na penyewe haimaanishi uwe mvivu sio unafanya kazi. Ila baraka za Mungu zaweza kuwa na wewe sana ukiwa unafanya vitu vya namna hii hapa ambavyo naenda kusomea hapa. Sivyo kama wakuambiavyo kwamba ukitoa tu fungu la 10, ukitoa fungu la 10 kila kitu kinaenda hivi. Zaidi ya kwamba watu wanabaki kwenye hali ngumu na kufilisika. Mika ile sura ya 6. Biblia inasema kwamba nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtolee mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu?
mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mtu wa Mungu, huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye anajiuliza sana, anatafuta kujua nitampendeza Mungu kwa njia gani, ili niwe vizuri mbele za Mungu, nimfurahishe Mungu, nifanye nini? Sasa alipokuwa anajiuliza vitu kama hivi, akaanza kujihoji kwamba je, niende na sadaka nyingi kiasi gani? Niende na sadaka za kumpendeza Mungu kiasi gani? Nitoe nini mbele za Mungu ili kitakachogusa moyo wa Mungu, kitakachomfanya Mungu abarikiwe na mimi, Mungu afurahishwe na mimi, Mungu apendezwe na mimi? Nifanye nini mbele za Mungu? Nitoe nini mbele za huyu Mungu? Lakini hapa majibu yanatoka mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema, mwanadamu, Mungu amekuonyesha yaliyo mema, ni kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako. Hicho ndio Mungu anachokitaka. Ndicho Mungu ambacho anamwambia hapa huyu mtu ya kwamba hicho ndicho Mungu anachokitaka. Ukitaka Mungu afurahishwe nawe, ukitaka Mungu apendezwe nawe, hamna fungu la 10 hapa, hamna, wala hakuna malimbuko, wala hakuna sadaka, wala hakuna chochote ambacho Mungu amesema nitolee kitu fulani ambacho ukitoa hicho utakuwa umeupendeza moyo wangu sana, yani utakuwa umenifurahisha sana. Mtu wa Mungu, Mungu anapendezwa na moyo uliopondeka. Mungu anapendezwa na moyo ulioacha dhambi. Mungu anapendezwa na moyo unaonyenyekea, unatafuta niendeje mbele za Mungu. Lakini bado pamoja na hayo, Mungu hatuonyeshi kwamba njoo na ng'ombe iliyonona, njoo na 10,000, njoo na nyekundu kanisani, hapo ndipo nitakubariki, hapo ndipo nitakuona kweli wewe unampenda Mungu na wewe unanipenda. Neema ya Yesu Kristo iwe juu yako. Nadhani wakati mwingine bado tutaendelea sana kuelekezana haya, mtu wa Mungu, bado tutaendelea kuelekezana sana, lakini kwa leo acha niishie hapa. Mungu akubariki sana. Amen.